kidogo kwa uchache. Okay, I think ilikuwa ni mwaka 2020 ndo nilianza kwa New Rose Company. Tukawa tunaigiza movie. Nafikiri movie ya kwanza mimi kuifanya ilikuwa inaitwa jina la kibembe nimelisahau Sana. Yeah, kitambo, lakini ilikuwa ni movie fulani hivi. Ilikuwa inahusiana na Wabembe vile Wanyarwanda walipokuja kuiteka Kongo nini. Hivyo yani. Na sasa ilikuwa Kawinjoy TV, habari na burudani. Mambo vipi? Niite Juma Ramadhani nikiwa Kajos TV na kuletea kipindi chako pendwa kila siku kila muda hapa. Fanya usabu ku like, comment TV ya Kijanja hii hapa tunashinayo hivi. Nimekutana na mwigizaji kongwe ambaye alistaafu moja kwa moja na kwenda kuingia kwenye kazi ambayo ilikuwa ni mtoto wake kubwa sana na anifanyia haki vizuri baada ya kutoka kujifunza masuala ya upresenter. Leo akaja akaibuka na mwaka huu ambao tuliacha nyuma akachukua tunzo. Tutaongea mengi zaidi, baki hapo uweze kujua kupitia Kajos TV. Mambo vipi? Poa. Tuambie kwa majina. Okay, naitwa Walker Style 73. Nafikiri wengi sana mnanifahamu kutokana na jina la walisia kabisa, mimi naitwa Medisa. Vipi, tuanza na safari ya sanaa. Mbona sanaa umeacha ghafla tu? Shida nini zaidi? Unajua wanasemaga ili uache kazi moja ambayo unaifanya inatakiwa wewe ushakuwa na kazi nyingine, sawa? Ukozo ukaacha kufanya kitu na haujawa na kingine. Kwa hiyo walivozingua kwenye sanaa ikabidi niende sehemu ambayo naona wapo serious. Maana kwenye sanaa ambao walikuwa hawapo serious. Kwa hiyo ikabidi nifuatane na watu ambao wapo serious ili kutimiza ndoto zangu. Maana mimi napenda sana sanaa. Haijalishi ni uigizaji, uimbaji, popote yani nipo. Bwana, tupatie historia yako kidogo kuhusiana na sanaa. Ilianza mwaka gani mpaka fikia hatua ya kuja kuachana na sanaa, ukaja kufika hatua ukawa presenter? Kidogo kwa uchache. Okay, I think ilikuwa ni mwaka 2020 ndo nilianza kwa New Rose Company. Tukawa tunaigiza movie. Nafikiri movie ya kwanza mimi kuifanya ilikuwa inaitwa jina la kibembe nimelisahau sana. Yeah, kitambo, lakini ilikuwa ni movie fulani hivi. Ilikuwa inahusiana na Wabembe vile Wanyarwanda walipokuja kuiteka Kongo nini. Hivyo yani. Na sasa ilikuwa na Bolema. Ilikuwa inaitwa hivyo. Sasa kwenye movie ilikuwa ni movie ya kibembe na nikija kuangalia mwenyewe hata kibembe sikijui ndugu yangu. Lakini baada ikawa hivyo ni kwenye New Rose Company nikafanya kama zilikuwa ni movie 7. Nikashirikishwa kwenye movie 2 kama sijakosea. Ila tulivyokuwa tunazidi kwenda nikawa naona kama manager ambaye alikuwa anatusupport kwa New Rose Company alikuwa yupo serious. Sawa? Kwa hiyo ikabidi nikae nyumbani nitulie kwanza. Maana huwezi ukaendelea leo mnafanya hiki kesho mfanye. Kwa hapo tutakuwa tunajipotosha sisi wenyewe. Cause ukianza kitu hata Petro alisemaga sijui ukianza kufanya mapenzi endelea. Kwa nini endelee? Kuna utamu wake. Hapana, unajua ukianza kitu Ukianza kufanya mapenzi tuachane na mapenzi. Mfano lakini umetoa wewe. Yes, nilitoa mfano. Sijui ndio alikuwa ni Petro, sijui alikuwa ni nani kwenye lile kundi la Yesu. Alisemaga yani ukianza kufanya mapenzi basi inatakiwa uendelee usiachage. Maana ukiacha unajua kwenye kila kitu kuna advantage na disadvantage. Sawa, imagine leo tunaingia location mwezi huu. Tunakaa kama miezi 3 hatuingii kufanya kazi. Zoezi hatupigi, tunaambia tutapigiwa simu. Sawa, tushakuwa na uzoefu fulani lakini inakuwa inazidi yani hatujengi, tunabomoa. Kwa natakiwa ili kitu kiwe na manufaa zaidi inatakiwa kwanza uendelee nacho, sawa? Okay. Baada ya kuona huku wananizingua, kwa ikabidi tu nikae nyumbani. Nikawa nafanya hizi za Queen Video. Mfano kuna sio video vixen, Queen Video naigiza ndani ya muziki. Yeah, nikawa naingiza kipato kuhusiana na hivyo tu. Ili mradi tu nijiridhishe, unajua ili ufikie ndoto zako, cha kwanza natakiwa ujue kwamba wewe ni nani. Ukija kujua wewe ni nani, hapo utafanikiwa zaidi. Maana yani unajua kile kitu ambacho wewe kwenye maisha yako unahisi hiki hapa mimi nikikifanya naridhika. Yani kile ambacho unapenda kukifanya kila siku, kile ndo wewe. Sasa imagine mimi siwezi kaisha, sijaimba, yani sijafanya kitu chochote kile kuhusiana na sanaa. Unaona? Kwa hiyo inakuwa iko hivyo. Ikawa nafanya mambo ili kuridhisha moyo wangu, ni hapa kweli nimefanya, nimeridhika. Sawa. Baada ya hapo ilipofika mwaka 2024 nilikuwa nipo tu zangu nyumbani, ilikuwa ni mwezi wa 6. I think tarehe
hivi sikukuu ya mkimbizi inakuwa tarehe ngapi? 20 eh? Haya. Nyuma ya pale sasa nikawa nimemconnect director Ali, yule mdogo wake na Nyagomani. Sijui ni kakake, sijui mdogo wake. Nikamwambia mimi hivi, maana tulikuwa nafanya naye kazi Neros Company. Nikamwambia mimi sasa hivi sina issue yoyote, afu nahisi kama nimeboeka. Unajua mimi ni mtu ambaye napenda sana kufanya kazi. Mimi ni mtu ambaye najivunia sana nikiwa nasuka kwa jasho langu, nakula kwa jasho langu. Pendeza kwa jasho lako. Okay, napenda sana. Yaani nakuwa na proud mimi mwenyewe. Okay. Nikatakiwa nikamwambia mimi sina connection yoyote. Akaniambia basi nikuingia kwenye kundi la video vixen. Nikamwambia mimi silinga video vixen. Mimi natarajia hapo mbeleni nije kuwa hata mtu mmoja ambaye tabaki kuwa na historia kwenye vitabu, niandike hata kwenye vitabu na mimi, sawa? Umeona kama KFC anaanza taratibu, lakini sasa hivi yuko wapi? Alifariki, lakini makampuni yamejaa nchi 28 yani duniani. Ikiwemo Dar es Salaam. Ukienda Dar pale unaonaga KFC iko pale. Kwa nini na mimi nisianzishe kitu changu ambacho kitakuja kuniletea mafanikio hapo mbeleni? Kwa hiyo nikamwambia kama kuna issue nyingine tofauti na kuigiza ama kutangaza, basi niweke hapo kwenye ile vitu viwili. Akaja kuniconnect kwa Mr. Zedoni hapo. Ndio nikapata kazi sasa hapo Kasako, nikawa nafanya kazi Kasako. Na mpaka hivi nilivyo hapo. Bana, story yake ni ndefu zaidi, lakini inakuja kuonekana kuwa meneja amezingua. Kwa hiyo changamoto kubwa kwenye sanaa, tukiongea na kila msanii mstaafu anakuambia changamoto kubwa ni meneja. Na meneja tena hali kama na hizo, ukisupport watu, ukiwadhamini watu, waunge mkono, hakikisha vipaji vyao vinafika mbali. Na ukiona huna uwezo, achana na hiyo kazi, ingia kwenye nyingine fani, itakuwa inakufaa zaidi. Tuambie, light mkoko kwenye igizo mpaka sasa hivi, ungechukua tunzo kama ile ulichukua Kasako? Yes, I think ningechukua. Lakini kilichokuwa kinanifelisha kwenye igizo, mimi sijui kibembe. Mimi ni mbembe kweli, lakini sijui kibembe. Imagine nimekuja hapa 2015. Sijui kibembe. Yaani kuna vitu vingi ukiongea nitakusikia, lakini nilikuwa napotea sana kwenye lugha. Ila sehemu nyingine ndipo tu vizuri. Kama ni Kiswahili fresh, lakini kiadi kibembe nilikuwa naigiza sababu napenda, lakini ilikuwa inatoa sana kwenye mood. Tuambie mafanikio ambayo umeshapata Kasako na mafanikio ambayo ulikuwa unapata kwenye movie. Vipi, utofauti ni upi zaidi hapo? Utofauti ni mkubwa sana. Utofauti ni mkubwa sana, maana nikija kuangalia kwenye movie ilikuwa napata tu kidogo, afu tena hiyo kidogo yenyewe naenda kuwaemelea wadogo zangu, maana sisi ni watu ambao sasa hivi naeneza miaka 5 hatuishi na wazazi. Si pole sana. Ni changamoto. Mpaka sasa hivi meneja akija kwenye movie unakwenda fanya kazi? Yes, naweza nikafanya kazi. Movie ambazo unaziona sasa hivi wanacheza watu hapa nyumbani na movie ambazo ulifanya kipindi cha nyuma wewe, utofauti ni upi? Utofauti unaweza ukawa upo, maana wale walikuwa wapo serious na kile wanachokifanya. Unajua kwenye maisha unatakiwa uwe serious kwa kile ambacho unakifanya wewe. Kwa hiyo walikuwa hapo serious, ndio maana wanafanya vitu vizuri zaidi na zaidi. Ila sisi pia tungeendelea, tungekuwa tupo serious, yule msanii ingawa yupo serious, basi tungekuwa tumefika mbali. Na hata kwenye movie bora tungetoka. Maana tulikuwa na idea kali na movies zilikuwa ni kali. Mwenyewe ukiona kabisa unaona hapa nimejifunza kitu. Unajua movie nzuri ni ile ambayo unaifuatilia na unajifunza kitu ndani yake. Usiangalie movie sababu tu ya kupoteza muda. Unajua maana TV huaga inapoteza muda sana. Sasa natakiwa angalie TV kwa malengo. Aidha unajifunza, kama ni cameraman, ujifunze jinsi gani yule wanachukua zile take. Wewe ni mwigizaji, jifunze baadhi ya wanasemaga nini? Zile sentence, baadhi ya scene fulani zile misali. Okay, unakuwa unajifunza zile misali nini? Vitu kama na hivyo. Bana, mimi sitamchosha sana. Mshasikia story yake mwanzo mwisho alivyokuambia changamoto aliyopitia kwenye sanaa mpaka afika kuwa presenter na sasa hivi ashakuwa na tunzo. Huyu hapa ni presenter wa kike ambaye alichukua tunzo mwaka 2023. Tunatarajia 2024 tuweze kuona mwingine au achukue mwenyewe kwa sababu ya uwajibikaji wake wa kazi. Bana, baada ya kumaliza mastori yake ushajua changamoto ambayo ilifanya atoke kwenye movie mpaka kuja kuwa presenter. Sitaki kuingia masuala ya presenter kule sana kwa sababu hizo ni kampuni za watu. Na kwenda na hii hapa tuweze kuachana naye. Bana, umependeza sana leo. Asante. Nywele begani? Ukija kuangalia hapa kwa nywele ni 20,000 tu. Hii hapa ambayo sasa hapo ya chini. Ya chini? Hii ambayo unavaa juu chini. Juu chini hapa kabisa. Unaonyesha vizuri. 30. Yaani nikisema jumla hapa nimevaa kama 70,000 tu. Sio hata hela nyingi. 70. Haya, kipochi? Jumla kabisa 30. Kipochi kwa 70. Pochi yenyewe 15,000 tu. Kiatu? Kiato 15,000. Hii hapa 30, nywele 20. Ukija kuweka jumla hapo inakuwa shilingi ngapi?
80. Hata imepita tena. 80. Wewe tembea 70. Unaona kama tuongopea. Nilikuwa hata sijui mwenyewe. Simu usiangalie. Ni simu usiangalie nilichoangalia. Okay. Message ya mwisho kupata kwenye simu yako ilikuwa ni ipi kwa siku ya leo? Ya mwisho kuingia kabla hujafika hapa. Ya mwisho kuingia hapa, ya mwisho kuingia. Ilikuwa ni M-Pesa kwa nimezibitisha. Tuone ni uhakika. Tuone kwa tafuta nyingine. Jamaa tunaangalia tuweze kujua kama kuna nyingine au la. Afu nilikuwa nimeifuta maana watu wasioneone. Hii hapa. Message ya mwisho kabisa. Acha wewe, message ya mwisho hakuna ya friend nini? Vipi unatarajia lini kuwa na mchumba wako na mpenzi? Sio natarajia, mimi nipo na mchumba. Ndoa lini? Ndoa. Soon tu hapo, unajua kila kitu ni Mungu anapanga. Unaweza hapo kwenye masomo lakini haujui ni destiny gani ambayo imepangwa kwa ajili yenu. Ulifanya? Naweza nikasema ndoa kesho na ikawa yani hazikatokea cause mimi napanga mipango yangu lakini Mungu naye ana mipango yake. Ulifanya kazi kubwa sana kwenye movie lakini hatuwahi kuona picha za utupu. Lakini wanyuma wako wanakuja wanaedit siku 3 wanazitoa. Tusubirie wako lini? Mimi picha zangu za utupu. Video yangu ya utupu. Video tu ya utupu. Video. Yoyote? Hapana. Ya utupu haita. Yaani katika vitu ambavyo sijawahi kufikiria ni hivyo. Ila mimi nishawahi kushika picha ambazo kabisa wanahisi ni za utupu. Kuna zile za ustaa mkiwa unatoka zako unaenda kupata lunch nini? Mambo mengi ni kutokana na mazingira ya hapa nyumbani kwetu. Nzani kama nimevaa hivi naonekana kama malaya. Sawa? Lakini nikija kuangalia hapa ni style ambayo mimi naipenda. Unaweza kambia nini wale ndugu zako wasanii ambao wanakuwa wanakurupuka tu wanakuja ghafla tu kwenye movie, hawajajua uchungu kama mliopitia, hamjajua changamoto zile za kwenda kuchukua unga mnachanga mnauza ili muende location, wanavuma siku 2-3 wanajiposti. Unaweza kambia nini? Kitu cha kwanza cha kuambia natakiwa wajue kwanza wanafanya nini. Ukijua kile unachokifanya basi utaweka akili kuwa mimi nataka nafanya hiki ili nje kuwa mtu fulani, au nafanya hiki ili nje nifanye kitu fulani, au nafanya hiki ili nje nifundishe jamii kitu fulani. Maybe yeye aliingia kwenye sanaa sababu aje ajiposti utupu, wote elewa nini? Aje awe style na yeye, maana wengi wanaamini kuwa akiposti utupu wake ndo anakuwa anajulikana sana. Nini? Ila mimi nishakushika picha za idea ambazo nilikuwa nimevaa tu kitop, nimevaa na customer lakini imechungalia tu. Ila hapo ni style. Unaona hiyo hapo ni design ya photo. Na sio kama tu walisia niko hivyo. Na sijawahi kujiposti utupu. Nimekaa kwenye sanaa miaka mingapi lakini nipo tu fresh. Sina tatizo. Kwa hiyo unawaambia kosa kuambia natakiwa wajue wanachokifanya. Ila kama ndo nia yao basi natakiwa wajue. Unajua wewe ukishakuwa mtu ambaye unaonekana kwenye media au wewe ni mtangazaji, maybe wewe ni mwigizaji, wewe ni mtu ambaye wewe ndio kioo cha jamii ambayo inakuzunguka. Kwa hiyo ile ambayo unakuwa unayafanya, sijui kujiposti utupu, unawafundisha wengine kuwa okay, kumbe kujiposti utupu sio mbaya. Bana, asante kwa muda wako. Bana, asante kwa muda wako. Juma Ramadhani again. Ciao. Kawi Joy TV, habari na burudani.